Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji unayenisikiliza na kunitazama wa kanisa la Yesu ni Nuru popote ulimwenguni. Msingi wa imani wa 9 wa kanisa la Yesu ni Nuru ni kwamba kila muamini wa kanisa la Yesu ni Nuru, Jesus Nazareth Church, tunaamini ana talanta ya Mungu, na hivyo ana kitu cha kufanya katika ufalme wa Mungu aliye hai, na ana kitu cha kufanya kwa ajili ya maisha yake na kwa ajili ya familia yake. Hivyo lazima kila muamini wa kanisa la Yesu ni Nuru amzalie Mungu wa mbinguni matunda makubwa ya nuru ya pasayo toba kwa ajili ya ufalme wa Mungu aliye hai. Lakini pia lazima afanye kazi, afanye kitu, azalishe talanta ambayo Mungu amempa kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya familia yake, na kwa ajili ya wahitaji, na kwa ajili ya kuisongesha mbele injili ya Mungu aliye hai. Amen. Mathayo sura ya 25 na ule mstari wa 18 hadi 29. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi niliogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Mstari wa 26. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningelipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Narudia mstari wa 29, Mathayo 25:29. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kila alicho nacho atanyang'anywa. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 1. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Mstari wa 5. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Mstari wa 8. Vivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mzae matunda, na matunda yenu yapate kukaa,
ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haleluya. Nasoma neno katika Wathesalonike wa pili sura ile ya 3 mstari wa 6 hadi ule mstari wa 13. Ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mlioyapokea kwetu. Mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yoyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimweremee mtu wa kwenu awaye yote. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Lakini ninyi ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema. Mpendwa mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo aliye nuru yetu, aliye nuru ya ulimwengu, kama ambavyo mmesikia ni msingi wa 9 wa imani. Mungu wetu hana upendeleo. Tunaamini Mungu wetu anatupenda. Neno la Mungu katika kitabu cha Warumi ile sura ya 8 mstari wa 32, kuanzia mstari wa 31 na 32, unazungumza Mungu akiwepo upande wetu, nani aliye juu yetu? Huyu asiyemwachilia Yesu Kristo mwanaye, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Yesu Mungu amemtoa kwa ajili ya sisi sote, mimi na wewe na yule na wale, sote. Neno linasema Mungu huyu atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja na huyu Yesu aliye nuru yetu. Mungu hana upendeleo. Kila mwana wa Mungu popote ulimwenguni una kitu cha Mungu cha kufanya. Uwe umeokoka, uwe hujaokoka, kwa sababu wokovu ni kipawa cha Mungu. Lini utamujia Bwana, Bwana nafahamu? Yamkini ni leo, yamkini ni kesho. Bwana nafahamu. Yesu aliangikwa msalabani kwa ajili ya sisi sote. Yesu, neno la Mungu linasema Mungu amemleta duniani na ulimwenguni. Amekuja huyu Yesu ninayemleta kwako, ambaye ni nuru ya ulimwengu, nuru ya wote, kila mwenye pumzi. Amekuja kutafuta na kuokoa kilichokuwa kimepotea. Haleluya! Hivyo kila mwana wa Mungu ambaye ni mwamini wa kanisa la Yesu ni nuru, wewe unayenitazama, wewe uliye malimbuko wa kanisa hili popote ulimwenguni, na wote wanaomujia Bwana pande 4 za dunia na ulimwengu huu, kitu hiki ni cha kila mwenye pumzi. Ni kanisa la kila mwenye pumzi, la makabila yote, la madhehebu yote, la weusi, la weupe, wekundu, majakuni, wote. Kila mwenye pumzi ni kanisa lako. Na wewe una kitu cha Mungu aliye hai, una talanta ya Mungu aliye hai.
na hiyo talanta lazima ifanye kazi, himzalie Mungu aliye hai matunda makubwa yapasayo toba ya nuru. Kama ambavyo tumesikiliza, Mungu kama amekupa 5 zilete 10, kama amekupa 2 zilete 4, kama amekupa 1000 zilete 2000, kama amekupa milioni zilete milioni kadhaa milioni, kama amekupa mabilioni na matrilioni yazae mabilioni na matrilioni. Kila Mungu alichokupa, ikiwa ni pamoja na karama za rohoni, lazima talanta ya Mungu aliyokupa izae. Haleluya! Na hiyo talanta inapozaa, hicho kipawa kinapozaa, hapo ndipo unaitimiza pia kweli ya Mungu. Hapo ndipo unatembea kwa utaratibu wa Mungu, pamoja na kumzalia Mungu matendo mema ya huruma kwa wahitaji. Haleluya! Msingi wa imani wa 10 katika kanisa la Yesu ni Nuru ni kwamba tunamwamini Yesu wa uponyaji wa magonjwa, dhaifu za kila namna, lakini pia onevu za shetani, za mapepo na wakuu wa giza. Nasoma katika jina la Yesu, Mathayo 9:35. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Haleluya! Mathayo sura ya 4 mstari wa 23 hadi 25. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Na habari zake zikaenea Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo, wenye kifafa, wenye kupooza, akawaponya. Na makutano mengi wakamfuata kutoka Galilaya na Dekapoli na Yerusalemu na Uyahudi na ng'ambo ya Jordan. Matendo ya Mitume 10:38. Neno la Mungu linasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioenewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mpendwa mtazamaji, tunaona huduma ya Yesu wakati ule wa mwili wake ilijaa matendo ya kuhurumia watu katika mateso yao, katika shida zao. Walioenewa na mapepo alikemea, yakawatoka. Magonjwa, maradhi mbalimbali, shida mbalimbali, mateso ya kila mwanadamu, Yesu alikuja kumwokoa mwanadamu roho, nafsi na mwili, ikiwa ni pamoja na maradhi yote. Yesu aliyakemea, aliyaondoa, aliyaamuru. Tunaona walikuja viziwi, akawafungua wakasikia, vipofu wakaona, wafu wakafufuka, viwete wakatembea. Sisi imani yetu ni katika huyu Yesu, na Yesu anasema kazi alizozifanya wakati wa mwili wake. Tunapomwamini Yesu, tunapompokea Yesu, tukamwamini huyu Yesu, Yesu anatuambia hivi: wanangu mlioniamini mkanipokea, ninaachilia kwenu nguvu na uweza kupitia Roho Mtakatifu. Hizi kazi nilizozifanya hapa ulimwenguni, hapa duniani, nanyi mtazifanya kwa imani, na zaidi ya hizi mtafanya, kwa kuwa ninaachilia uweza utokao juu kwenu, yaani Roho wa Yesu, Roho Mtakatifu, uweza wa Mungu. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 11 na 12. Nasoma katika jina la Yesu. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ni ndani yangu. La, hamsadiki hivyo,
sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Mstari wa 12, Yohana 14:12. Yesu anasema, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi. Yesu anasema tunapomwamini yeye, anasema hivi, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi. Yesu anasema kazi alizozifanya Yesu, anasema yeye naye atafanya. Narudia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atafanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, Yesu anasema, wanangu mnaponiamini. Anaanza anasema, wasionisadiki mimi, Yesu anasema kazi zangu zitawafanya wanisadiki. Kwa neno nililosoma Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 11. Mstari wa 12 anasema, naye atakayeniamini, kazi ninazozifanya mimi. Kazi za Yesu ni zipi? Tumesoma. Alikemea mapepo yakatimka, yakawaacha watu. Aliponya magonjwa ya kila namna na dhaifu za kila namna. Vipofu waliona, viziwi walisikia, mabubu waliongea, wafu walifufuliwa. Anasema hakika kazi hizi ukiniamini, mkiniamini, mtazifanya, naam, na kubwa ya zaidi hizo mtazifanya, kwa sababu mimi ninaenda kuketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Baba, nami nitaachilia Roho Mtakatifu. Haleluya! Katika nyingine anasema kipawa hiki kikisha kuja, kama anavyosema katika Matendo 1:8, nanyi mtakuwa mashuhuda wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria, mpaka misho ya nchi, mpaka misho ya mataifa, mpaka ulimwengu wote. Haleluya! Baada ya Pentekoste, wanafunzi wa Yesu wakiwemo akina Petro wa Simoni, waliomwamini Yesu, kazi alizozifanya Yesu alizifanya. Nisome neno katika Matendo ya Mitume sura ile ya 5 mstari wa 14 hadi 16. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 14 hadi 16. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake, hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petero akija, ngawa kivuli chake kimwanguke mmoja wao. Haleluya! Kwa kivuli cha Petero wagonjwa walipokea uzima. Rina mosenemo risenteira dabosenemo rikanteira mada sikenemo daira bosenemo. Haleluya! Hiki ni kipawa cha kina Petero wa kanisa la Yesu. Ni nuru linalokujia sasa. Haleluya! Ni wakati wako sasa, ni majilio ya wakati mkamilifu wa Bwana. Nuru ya Yesu inakujilia sasa. Rine mose kenimodaya rine meke sine moria dabosinemo. Ni wakati wa majilio ya nuru. Sina mori dabo, giza linaondoka. Haleluya! Na wakuu wa giza wanaparanganyika. Ni kitu cha Bwana, ni uamsho wa Bwana, ni maachilio ya Bwana kwa kizazi hiki cha kurudia cha Gen Z, Generation Z. Risiremo diada bosinemo kinatokea Rwekolongo ya Kerwa ya Kagera ya Tanzania, all over the world.
mpaka miisho ya mataifa na ulimwengu wote. Ni majira makamilifu ya Mungu aliye hai. Lazima viwete wanyanyuke, lazima vipofu waone, viziwi wasikie, lazima wafu wafufuke. Ni wakati wa Bwana, ni majira ya wakati mkamilifu. Oh, haleluya, haleluya! Ni uamsho wa Yesu. Rine madi sekane moria da bosi nemo. Ni nana sikia leo siri mo sekeria namo. Haleluya! Akina Paulo alipokutana na nuru, akina Paulo wateswa walipokutana na nuru, wakaiamini nuru, maajabu yalifanyika. Hawakumuona Yesu kwa macho ya mwanadamu, walionana na Yesu katika ulimwengu wa nuru, katika ulimwengu wa roho, kama unavyokutana na Yesu katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa nuru. Nisome neno hilo katika Matendo ya Mitume ile sura ya 19 mstari wa 11 na 12. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida, hata wagonjwa wakaretewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Haleluya! Yesu ameuhurumia ulimwengu. Kipindi hiki cha uamsho wa zile karama za kiroho zinazotembea katika nuru ya Bwana. Giza linakimbia sasa, na wakuu wa giza wanaparanganyika kwa ajili ya uamsho wa nuru hii. Giza haliwezi kusimama tena. Kila mahali kanisa la Yesu ni nuru linatembea. Jesus Light Church rama shenemo sikentairamo rina mada sekerianamo. Ni wakati wa Bwana uliofunuliwa na Bwana ili Yesu akapate kutukuzwa. Tunamwamini Yesu wa uponyaji. Hata leo nitakuombea ninapomaliza mafundisho haya, kwa kumekaa miguuni kwa Yesu, kujifunza kupitia kipindi hiki cha mwanafunzi wa Yesu, the discipleship. Haleluya! Tunaamini Yesu wa uponyaji, na hata pale kwa ajili ya ushuhuda, ana watu wengine ambao wanatenda kazi njema kama madaktari ambao wanaandaliwa katika njia zilizo sahihi, the legal medicaments departments wa hospitalini, dispensary, kwenye famasia zilizoandaliwa kitabibu. Hao nao wanashiriki kazi ya Yehova Rafa, Mungu wa uponyaji. Omniscient rina mashekene modai. Walikuwepo wakati wa mitume, matabibu akina Dr. Luka, specialist bingwa. Haleluya! Akina Dr. Luka walitembea na akina Paulo, wanatenda miujiza, lakini madaktari walikuwepo akina Dr. Luka ambao Yesu aliwatumia kitabibu, wakijaa Roho Mtakatifu kwa maelekezo ya utabibu. Katika kanisa la Yesu ni nuru pia tunawakubali kupitia kanisa la Yesu ni nuru madaktari walioandaliwa kitabibu, madaktari bingwa, wakunga, manesi hao, wafamasia, kwa sababu hata wakati wa kanisa limeanza baada ya Pentekoste walikuwepo akina Dr. Luka wanatenda kazi na akina Paulo mtume, kwa sababu na kwa neema wamejaa Roho Mtakatifu, kwa maelekezo ya Mungu aliye hai, wakipokea kipawa cha utabibu kupitia Mungu Yehova Rafa, Mungu wetu atuponyaye. Utaona hata wakati ule yule mtu wakati ametoka Yerusalemu na kwenda Yeriko katika Injili, akaangukia mikononi mwa wanyang'anyi, wakamtia majeraha. Alipokuja yule Msamaria, alimganga kama aina ya kitabibu yale majeraha yake, akamwekea madawa
kwa maana ya aina fulani ya uponyaji wa kitabibu. Katika kanisa la Yesu ni Nuru tunawaamini, ila tunakwenda kinyume na wapiga ramli na waganga na aina zote za aina ya kichawi, ya kimatambiko, ya kiaguzi, wasoma nyota. Hizo zote ni kazi za miungu, ni kazi za kishetani. Tunazikataa kwa jina la Yesu, kwa sababu hiyo ni miungu inayotembea na wakuu wa giza. Bali sisi tunamwamini Mungu aliye hai wa uponyaji, na hao madaktari ambao Mungu amewapa neema ya kushiriki kazi za kitabibu kwa ajili ya Mungu wetu atuponyaye Yehova Rafa, kwa jina la Yesu, kwa sababu Mungu wetu ni omniscient God, katika jina la Yesu, amen. Mpenzi mtazamaji, katika jina la Yesu Kristo, sasa nakuletea msingi wa 11 wa imani kupitia kanisa la Yesu ni Nuru, ambao unasema hivi: baraka zote, mali, utajiri, vyote vinatoka kwa Mungu. Mali, tunaanza baraka zote, mali, utajiri, vyote vinatoka kwa Mungu. Inabidi vitumike kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Mathayo sura ya 6 mstari wa 19 hadi 21. Neno la Mungu linasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekee hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kumbukumbu la Torati 8:18, neno la Mungu linasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa kanisa la Yesu ni Mungu, umesikiza neno la Mungu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na sisi wanadamu ni mali ya Bwana. Sisi na vyote vijazavyo nchi ni mali ya Bwana. Lakini umesikia neno la Mungu ya kwamba pale palipo na hazina zetu ndipo na mioyo yetu ilipo. Unapoongelea hazina unaongelea fedha na mali. Lakini pia umesikia Mungu anasema, utamkumbuka Bwana Mungu wako, yeye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo kama msingi wa imani ambao Yesu ametupa kupitia kanisa la Yesu ni Nuru, tunaamini mali zote na utajiri tulionao na vyote tulivyo navyo, ikiwa ni pamoja na nguvu zetu na afya zetu na kila baraka tulionayo, inatoka kwa Bwana. Nasi imetupasa kuitumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai, na kwa ajili ya maendeleo yetu, na kwa ajili ya maisha yetu, na pia kwa ajili ya wahitaji. Haleluya. Na mwanafunzi mmoja alikuweko Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Mstari wa 39. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Mstari wa 40. Petro akawatoa nje wote,
akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petero akajiinua akaketi. Mstari wa 41, akampa mkono akamwinua, hata kisha kuwaita wale watakatifu wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1 hadi 4. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana, malaika wa Mungu akimujia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Haleluya. Ukisoma mistari inayofuata, mstari wa 5 ukaenda mpaka mstari ule wa 48, labda nikusomea mstari wa 34 35. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Haleluya. Mstari wa 44, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Mstari wa 45, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Mstari wa 46, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu. Mstari wa 47, Matendo ya Mitume 10:47, ni nani awezaye kuzuia maji watu hao wasibatizwe? Watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi. Haleluya. Mpendwa msikilizaji, unayenisikiliza na kunitazama popote ulimwenguni kupitia Jesus Light Church TV online, YouTube na mitandao mingine ya kijamii, msingi huu wa 11 kupitia kanisa lako la Yesu ni Nuru, tunamwamini Mungu ambaye ndiye atutajirishaye, na ya kwamba anapotutajirisha katika vyote, kwanza kutupa uzima, kutupa uhai, tuna pumzi yake njema walio hai, hatuinunui, ni kwa neema tu. Ametupa nguvu, ametupa uzima, tuna afya njema, na neno limesema na utajiri tunaopata na baraka zote, Mungu ndiye anayetutajirisha. Hata maono ya kupata utajiri yanatoka kwa Mungu. Uwe umeokoka au hujaokoka, inatupasa na kwa namna pekee kupitia kanisa hili kuamini ya kwamba baraka zote na utajiri tulionao lazima tujue ni kutoka kwa Mungu, na vyote alivyotupa ni kutoka kwa Mungu. Nguvu zetu zimtumikie, afya tulionayo imtumikie, mali zote tulizo nazo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake, kwa maendeleo yetu, kwa kazi yake, kuisongesha mbele injili yake, pamoja na wahitaji. Wako wahitaji kweli kweli, wako yatima, wako wajane, wako masikini kweli kweli, wanaohitaji tuwahurumie. Na tunapowahurumia, neno la Mungu linasema, Yesu anasema, nilikuwa uchi hamkunivisha, nilikuwa mgonjwa hamkuniona, nilikuwa sina nguo hamkunivisha,
Lakini anasema kwa kadiri sasa ninyi mlivyowatendea hawa wahitaji, mlinitendea mimi. Yesu anasema. Haleluya. Pia neno la Mungu linasema wataokokaje wasipohubiriwa? Watahubiriwaje asipokuwa mhubiri? Kama ninavyokuhubiri hivi, atahubirije asipopelekwa? Kupelekwa ni manake ni kusapoti kazi ya Mungu. Mungu akubariki hata kwako ambaye uko tayari kusapoti kazi hii unayoona Bwana anayachilia kwa ajili ya kanisa la Yesu ni Nuru. Neno linasema ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema, mikono yao watendeo kazi njema ya kuisongesha mbele injili ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo tunaamini hivyo katika kanisa la Yesu ni Nuru. Sadaka njema yenye kibali inagusa moyo wa Mungu. Tumesikiliza Mungu anamwambia Kornelio, Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika mbinguni. Kupitia sala na sadaka zake Kornelio na wote waliomzunguka yeye na nyumba yake na majirani na wote waliokuwepo wanapokea kipawa cha Mungu cha Roho Mtakatifu zaidi ya vyote. Haleluya. Baba yetu wa imani, Mungu wakati amemwambia apeleke Isaka kuwa sadaka mlima Moria, alipotii sauti ya Mungu, alipofika mlima Moria, wakati anataka kumkata shingo Isaka awe sadaka ya kuteketezwa, Mungu alimshika mkono Ibrahimu, akamwambia Ibrahimu, Ibrahimu, usimdhuru mwanao. Angalia mkono wa kulia, akaona sadaka iliyoandaliwa na Mungu, kondoo dume yuko pale, na yule alikuwa ni fanani ya Yesu ambaye atakuja kuchinjwa kwa ajili ya kila mwenye pumzi ili tupate ondoleo la dhambi. Yesu afanyika sadaka na dhabihu kwa ajili ya mimi na wewe mpendwa unayenitazama na kunisikiliza. Jesus was a typology, hallelujah, for crucifixions, hallelujah, so that I and you we get salvation. Hallelujah. Malaika wa Mungu anamwambia Ibrahimu, Ibrahimu, kwa kuwa umefanya jambo hili la kumtii Mungu katika sadaka, kumtoa mwanao Isaka, ambaye Isaka wa sasa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Anasema kama ni kukubariki nitakubariki, kama ni kukuongeza nitakuongeza, kama ni kukuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako utakuwa kama mchanga wa pwani, kama nyota za mbinguni, na kupitia wewe mataifa yote na ulimwengu wote watabarikiwa. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu, amefanya. Ndio maana tuna Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo. Hivyo mpendwa mtazamaji, huo ni msingi wa 11 wa imani kupitia kanisa la Yesu ni Nuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji unayenisikiliza na kunitazama, msingi wa 12 wa kanisa la Yesu ni Nuru ni msingi unaoamini ya kwamba baada ya maisha haya ya duniani tuna maisha ya umilele, yani eternal life. Mathayo mtakatifu sura 12 mstari ule wa 32, nasoma katika jina la Yesu. Naye mtu yoyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa, katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Katika ulimwengu wa sasa, yani maisha tulionayo sasa duniani na ulimwenguni, na ule ujao, ulimwengu ujao, yani wa umilele. Yohana mtakatifu 3:36, amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Amwaminie mwana, kwa maana ya Yesu Kristo aliye nuru yetu, yuna uzima wa milele.
Haleluya. Kwa hiyo baada ya maisha tulionayo duniani kuna maisha ya uzima wa milele. Mathayo 24 mstari wa 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi. Yesu anawaambia, akajibu, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka na kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mstari wa 10, Mathayo 24 mstari wa 10. Ndipo wengi watakapojikwaa. Ndipo wengi watakapojikwaa. Mathayo 24 mstari wa 10. Nao watasalitiana na kuchukiana. Mstari wa 11, Mathayo 24:11. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Mathayo sura 24 mstari wa 11. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mstari wa 14 sasa, ambao ndio unazungumza kipindi hiki cha neema. Neno linasema hivi: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Ndio hii Bwana naileta kwako kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Turuke twende mstari wa 24. Mathayo sura 24 mstari wa 24. Kwa maana watatokea wakristo wa uongo, si manabii wa uongo peke yake, wa Mathayo 24:11. Lakini Mathayo 24:14, na kwa maana watatokea wakristo wa uongo nao watakuja wakiambatana na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata wale wateule. Kwa moja sina shida. Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji, kipindi cha pili baada ya kipindi cha neema, kipindi cha pili kinaitwa kipindi cha unyakuo wa kanisa, yani bibi harusi wa Yesu, ambacho kitafuata kipindi cha neema, kama ambavyo nimetoka kusoma katika Mathayo sura 24 mstari ule wa 36. Hakuna anayejua saa wala siku wala muda ambapo kitatokea, ni Mungu wa mbinguni pekee yake anafahamu. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 7 hadi wa 9. Na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Amina. Mpendwa mtazamaji, kipindi cha unyakuo, kama ambavyo tumesoma, ni kipindi ambacho Yesu atarudi mara ya pili kuchukua kanisa la wateule. Kanisa hili linaitwa bibi harusi wa Yesu, kwa kuwa Yesu ndiye bwana harusi. Watakatifu au wateule ni akina nani? Ni wote ambao tumemwamini Bwana, kama ambavyo na wewe sasa umemwamini Bwana kupitia kanisa la Yesu ni Nuru, kuwa Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na yeye ndiye lango la mbinguni. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji, kipindi cha tatu ni kipindi cha utawala wa Yesu cha miaka 1000 hapa duniani na ulimwenguni. Kipindi hiki, wakati wa kipindi hiki cha utawala wa Yesu wa miaka 1000 duniani,
ni kipindi kitakachofuata kipindi hiki cha unyakuo ambacho ni cha pili, ambacho kile kipindi cha unyakuo kitachukua kama miaka 7, ambayo ni kama miaka 3.5 fezi ya kwanza na fezi ya pili miaka 3.5, jumla miaka 7. Na wakati wa kile kipindi cha pili cha unyakuo wa kanisa hapa duniani itakuwa ni kipindi cha dhiki kuu. Sasa baada ya kipindi hicho ndio kunakuja kipindi cha 3 ambacho ni utawala wa Yesu wa miaka 1000 hapa duniani. Kipindi hiki sasa kitakuwa ni wakati Yesu, baada ya dhiki kuu, Yesu atarudi duniani pamoja na bibi harusi ambaye ni kanisa la wateule. Lakini pia wakati huo, kabla kipindi cha dhiki kuu hakijaisha, taifa la Israeli, Wayahudi, watatubu na kumwamini Yesu Kristo kama Masihi, nao watapata masamaha. Kwa hiyo wakati Yesu anakuja na bibi harusi kutawala miaka 1000 duniani, basi na taifa la Israeli nalo litakuwa pamoja na Yesu, pamoja na bibi harusi, yani kanisa lililokuwa limenyakuliwa kwa ajili ya utawala wa Yesu wa miaka 1000 duniani. Nisome neno la Mungu. Nimesema Ufunuo wa Yohana sura ya 19 mstari wa 11 hadi 16. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali hutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye atakanyaga shinikizo la mvinyo ya dhahabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina lililoandikwa katika vazi lake na paja lake, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Haleluya! Mstari ule wa 19 hadi 20. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita, na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye azifanya hizo ishara mbele yake. Haleluya, haleluya. Nisome tena Ufunuo 20:1 hadi 3. Ufunuo 20 sura ya 20 mstari wa 1 hadi wa 3. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani, ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe kwa muda mchache. Narudia pale, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Ile miaka 1000 itimie. Haleluya. Kama nilivyosema, katika utawala miaka 1000 hii, taifa la Israeli nalo litakuwa pamoja na bibi harusi na Yesu. Nisome Warumi sura ya 11 mstari wa 26-27. Warumi. Nisome kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi sura ya 11. Mstari ule Warumi 11 mstari 26-27. Neno linasema, hivyo Israeli wote wataokoka, kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake, na hilo ndilo agano langu nao,
nitakapowaondolea dhambi zao. Haleluya. Kipindi cha 4, mpendwa mtazamaji, kipindi cha 4 ni maisha ya umilele, yani eternal life. Baada ya utawala wa Yesu, haleluya, baada ya utawala wa Yesu wa miaka 1000 kitafuata kipindi cha maisha ya umilele, yani eternal life. Nisome neno la Mungu. Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 5. Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 5. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana habari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umeweka tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Haleluya. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanye yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amina na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Haleluya, haleluya. Naye atakuwa mwanangu, mimi nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Haleluya. Mpendwa mtazamaji unayetazama na kunisikiliza, kabla ya kumaliza sasa kipindi cha mwanafunzi wa Yesu, nikuombee wewe ambaye unataka umpokee Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Sema neno hili, sema, Yesu, ninakusikiliza, nami ninatubu dhambi zangu, ninakupa maisha yangu. Kuanzia sasa wewe ndiye Bwana wangu na Mungu wangu, kwa jina la Yesu. Amina. Nakuombea. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mwanao ambaye ametubu dhambi zake, amekupokea. Neema yako imfunike, andika jina lake katika kitabu cha uzima. Usimwache Bwana. Haleluya. Neema yako Bwana imkumbatie katika kanisa la Yesu ni nuru. Abarikiwe, 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 mwangaze katika jina lako Yesu. Mpe neema ya kushinda. Amekujia sasa, na mweka mikononi mwako kwa jina la Yesu. Amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji unayenisikiliza kutokea Rwenkorongo ya Kerwa ya Kagera, Tanzania, kuja kwa ulimwengu wote kupitia mitandao ya kijamii, ninakukaribisha sasa kushirikiana na sisi katika kanisa la Yesu ni nuru, kwa ajili ya neema hii ambayo Bwana ametupa, kwa ajili ya ufunuo huu mkubwa ambao Yesu ameufunua wa kanisa la Yesu ni nuru, Jesus Light Church JLC, ambao ni uamsho wa kanisa la nyakati za sasa. Unaweza sasa kupitia TV ya Jesus Light Church TV online ukasubscribe, ukalike, ukashare, ukacomment, na mitandao mingine ya kijamii, hata WhatsApp online ambazo unaziona zinazopita katika mitandao ya kijamii. Mungu akubariki kikubwa. Ni Apostle Emmanuel Kamwangire Bugingo, ambaye ni mwanzilishi na mbeba maono wa kanisa la Yesu ni nuru. Ubarikiwe kwa jina la Yesu. Amen.